Sasa hata kitu ilikuja kuchangia ni hizi ma FIFA series. Kidogo amekaa hivi McCarthy amemuita. So mimi kuna zile namwambia wewe hapa Kenya ushatengeza jina. Lakini Austria kitabu yako bado haijaguzwa. So tengeza jina pale. Ambia ongea na McCarthy juu ni mtu wako, ongea tu na yeye mwambie niache ni settle hapa kwanza. At least niweze kunisaidia pia kiklabu. Sasa hiyo ni relationship ya coach na player. Wakenya walikuja wakaingia kwa hiyo wall ya Wolfsburg ni kama ya Kisumu. Ndio sisi hao. Ya huko wanaongea tu. Wezo gam. Kama mtaki mturuhusi. Medo gam sijui ya cook. Nini mimi siudanganyi senior out of ile pressure niliona kwa social media. Siku hizi hata mtu akiweka kitu yake si commenting tu hivi hivi. Ujuangi ni damage gani unakosa msee. Neba hiyo ni lesson kubwa. Ujuangi ni damage gani unakosa. Okay, turudi sasa pande yako sasa personal. How is Ryan Ogam? Kenya wanamfuatilia, kuna time hakuwa na game. How is yani coming from you? How is Ogam? Saizi nataka kusema Ogam ako sawa. Saizi kama mzazi behind the scenes tumefanya a lot of work. You know, watu wanatuma star. Wanaona maji pale nje, ndio maji, lakini ile hustle umepiga nyuma ya tent. Watu hawajui. Watu hutaka sana kuona results. Ndio watu wako na haja nao sana. So huyu kijana ule tu nimesema ni kijana tulimzana kismat sana. Museme hivyo. Kila mtu hivi leo sema kila mtu yeye anakuja na sahani yake. Na sahani yake. Rayo nilimpata nikiwa Myang. Nilikuwa around 22. Nilikuwa around 22. Mimi sikupiga mastare lakini nilipata mama. Then nikakuwa vile ilikuwa. Ikakuwa mimi nimekuasha dini kwa uzazi bila mambo mingi. So nikachukua responsibility because pia kitu moja nilikuwa nasema sikuwa nataka mali tena timtoi wangu sijui ameonekana Madhare huko. Kesho tena mwingine sijui ako Ngwaro huko. So mimi nilikuwa nasema kama mama ameniletea mtoi na alikuwa ni demu yangu at that time mimi lazima nichukue responsibility. So Rayo amezaliwa kama niko mahakama. Mahakama FC. So wakati ana grow, I think by the time nacheza Gor alikuwa around 4 years because yeye amezaliwa 2004. 21st December. Na kitu moja mimi nilikataa, hakuna forgery. Miaka yako ni miaka yako. Kweli. Unaona. So hiyo tukakuwa tunaenda naye grau saa zingine. Anaona pia mimi nikicheza game. Sasa kuna game moja tukicheza na Thika United. Hiyo time SuperSport wamekuja. Hiyo 2008. Hiyo time SuperSport walikuja kwa ligi ya Kenya. So hizo games zilikuwa zinakuwa aired. So tukakuwa tunacheza Nyayo na Thika United on a Saturday. Tukapiga Thika United 1-0. Mimi nilipiga 90. Kwa sasa nishaingia kwa kikosi ya Gor. Sasa Monday hizo games zilikuwa zinarudiwa kwa KBC. So mimi nikaenda tizi Monday. Ndio tulicheza game Saturday. Tukaenda ku shed off kidogo Monday. So nikirudi home around saa 10 nipata mejaza watu kwa hao. Rayo. Wana Point TV. Dadi ndio hizo mimi nimeingia. Acha. Amemobilize watu hii hapo. So nikaona amekuwa na hiyo passion lakini Rayo alikuwa mwik tena. Ukimwangalia kibodi hakuwa kama mtu atacheza ball. But akiwa madhaki akiwa na ball mimi ni mtu Arsenal but nilikuwa napenda gigs sana. Run gigs. Kwa discipline yake na nini na performance ni mtu alikuwa anaweza ingia dakika 10 lakini ile kazi atafanya hapo mtasema huyu jamaa angeingia 90 watu wangeumia. Mimi kama mani unaongea kitu safi. So mimi ndo hapo ndo malijina ya Rayo ilikujia. Na kwetu hakuna lefty. So pia God hufanya vitu zake. Nilimuita hivyo Rayo, nilikuwa nimuite Ryan Giggs, nimweke jina Kijaluo huko. Hiyo Giggs tukabishana na madhake ikatoka, Rayo ikabaki. Tura mameza Giggs. Lakini sasa ilikuwa controversy juu sasa mimi pia ndio Arsenal lakini yenyewe kitu nzuri ni nzuri. So yeye akatokea ni lefty. Na ndio huyo akaanza ball hapo kidogo mtaani umo, anacheza ball. So mimi sikumfuatilia sana.
Sasa siku moja akakuja tu home akaniambia dad. Si wanacheza hizo mazone hapo Kariobangi South Maisa. Akaniambia nimeselektiwa Maisa Norway. Haya. Ukashangaa. Ati sasa alafu sasa unajua kuselektiwa Norway ni. Sasa mimi nikajua kwanza sisi ulikuwa ndio ati unaenda Norway. Na ball. Hayo ni mbaya. Ni noma, wewe umefanya nini? Ni watu ni wa deadly wengi. So hapo akaniambia kwa kikosi wako kwa selection. So unajua sasa selection webe watu wa D, watu wa Gedho huko wapi sasa ni Nairobi mzima. Nikaanza kuwa sasa keen. Sasa mbona sasa nichungulie ni kijana nini hizo. Nikapata kijana anapiga kushoto. Hivyo akachukuliwa. So nikikuja naona coach ni Okere. Kulikuwa na majama pia najua hapo. Lakini sasa mimi nikasema sitaki kuingililia. Wacha talent yake imbebe. Hivyo ndiyo aliwahi. So hiyo group ya hiyo kikosi yao ilikuwa ni kikosi fit sana. Hiyo kikosi imebeba kana Andreas, huyo alikuwa Kariobangi Sharks. I think ameenda Sweden. Okay. Kulikuwa na kijana mmoja na anaitwa nani? Wa Huruma hapa. Budaki pia tuchezaga naye ball Mahakama. Kulikuwa na huyu akina Faiz. Walikuwa na kikosi fiti sana wale hawatoi walienda. So wakachukuliwa hivyo tukakuwa sasa tumejenga kama family. Tukajenga kama family na hao. Juu unapata sasa watoi wengine walikuwa unapata wako ni watoi wa single mothers. So mother ako tu na ile passion, mtoto wangu anapanda ndege lakini hizi advice mtu mambo ya ball. Unaona? So ikabidi sisi wale mabuda wenye tuko kwa hiyo kikosi tuchukua toi kama wetu. So unaambia Rayo, unaambia huyu kaa hivi. So tumetengeneza bond mpaka leo. Na vijana. Nikitokea mahali unajua Andres ni kijana wa left ule huyo alikuwa Gamumias na Tusker. Alicheza pia Rambe. Ule wa Kariobangi alitoka left. So anakuwa squeeze tena nilimwona nasi walikuwa kwa anabebesha magari hapo 26. Wacha. Na ni jamaa alikuwa celeb. So life saa zingine will happen. But yeye ameza watu wawili wenye pia wanajua ball. Okay. Kuna huyo Andres, kuna mwingine huyo mdogo pia kwa Sharks. Pia amekuja fit sana, amecheza Premier League sasa. Okay. Sasa even vile Rayo akamekio trip ya Norway. So hiyo time ilipata Origi tumepoteleana. Unajua kuna mahali mabecha tena saa zingine unapata mwingine alienda juu unapoteleana. So Origi kakuwa tujaongea for long. Sasa una force hata kumtafuta umpati. Sasa nikaambia Rayo siku ile wanasafiri, ukifika Joano lazima aende kwa hiyo tona yao hiyo. Pia ni product ya Maisa. Nikamwambia ukiona Uncle Origi, because Origi ndio godfather wake. Okay. So nikamwambia ukiona Uncle Origi msalimie, mwambie dadi wewe mwambie tu dadi amemsalimia. So kumbe Origi alikuwa hiyo game akicheza. Sasa anaangalia kijana akauliza hapo kwa bench nadhani akamwambia huyu ni mtoi wa Thuram. Origi alinipiga simu karibu 2 hours. Alikupigia simu akinipatia maneno. So kijana alifanya to reconnect tena. Anambia na huyu kijana tena anapiga left, huyu ni mdeli kukushewezi wewe kupiga maorodha huko. Kijana ametulia. So tukareconnect hapo. Akaniambia hapa kuna gold. Wewe hakisha umeshikilia huyu kijana poa amesoma. Huyu ndiye atafanywa ende Europe. Hiyo ndio discussion tulikuwa nayo at that time. Tukaongea tukakatch up. Sasa unajua tumekatch up. Sasa ubeshte tena imeru godfather na ubeshte. Sasa akawachukuaga tena akawapeleka mpaka kwa hao yake. Nini akawapatia zile picha zao nimeona. Hizo mapicha unaonaga amepiga nao watu hii. Sasa kutoka hapo tukaona hapa kuna gold. Na mimi nikataka ajue hii ball imekufanya upande ndege inaweza kusaidia. Unaona? So hiyo ni class 7 akienda. Class 8 around July kuna jamaa mmoja wa Ololo hapa anaitwa Victor. Victor alikuwa anapelekaga timu yake Italy huko, kulikuwa na tona hizi za community nini. Sasa Victor kaniambia, Thuram ni aje? Nimeongea na Okere anipatie wale vijana wake alienda nao Norway kwa sababu niko na tona
na time ni kidogo ya preparation. Ukianza kuchukua tena watu tena sijui passport mtu hana nini, so nataka watu wako ready, na being that pia walikuwa washaenda juu venye vitu zina run. I think kuna vile ukiingia Norway, Holland, Italy inakuwa pia sio problem sana. At least ukiwa na hiyo stamp. So ikakuwa akakuja akaniomba, "Si unipatie mtoi niende naye Italy." Nikamwambia unahitaji nini? Akaniambia hapana, wewe nipatie tu mtoi. Ticket nini? Si ndio tunasimamia. Mimi nikamwambia mchukue. Akaenda tena wiki kama 3 Italy. So nakumbuka babu yake pande ya madhaki akasema wewe na mtoto anaenda kufanya KCP, unaacha tena anaenda kuzunguka. Ya nini tena? Nikamwambia buda, hii enzi ni different. Acha mtu yeye aende siku moja asinilaumu, nilimkazi opportunity. So akamake tena hiyo trip. So by the time anarudi alikuwa amerudi sasa, unaona hii kitu ishamuingia. Ashaona hii ball jo. Unaona nimeenda huku juu ya hii ball. Sasa akafanya KCP. Mimi nilikuwa natafuta sana apate shule ile ita encourage your talent. Then akapata marks yake hapo, akuperform vibaya, alikuwa na around 3 or 5. Akaitwa Lang'ata Boys. Sasa nikaangalia Lang'ata naye tena ball yake haiko juu sana, lakini juu ndiye imemuita, itabidi tu apambane na maisha huko. So before nimpeleke, jamaa moja akaniambia, coach mmoja hapo mtaani humo akaniambia, ukijana anataka na Kachi. Kachi alikuwa shaanza kumtafuta kita. So nilienda hapo nikampeleka Kachi. Nikienda Kachi, maji nilipigiwa simu on Friday. Huko coach sasa kwa Musingu Milimo, Mwinamo. Huyo Mwinamo ndio sasa mwalimu ndio tena coach wa Musingu, alikuwa Kachi. So Mwinamo akanipia simu juu, sasa tunaongea tu naye kwa simu. Akaniambia leta kijana kesho. Monday akue hapa. Friday anambia Monday akue hapa, namuuliza na uniform ninunue nini? Akaniambia wewe mlete bana, acha maswali. Ni jamani conman bana. Shule gani unapeleka mtu yeye, hakuna barua, hakuna nini uniform. So mimi nikasema umtatu nikabai viatu za black. Nikasema si viatu naye lazima zikuwe black. Hizi matafis nikabai. Si tukaenda. Kufika Kachi mimi pia nimepiga matrack zangu kwa sporti. Mrao pia unajua kidogo amevuta height, sasa wanaona ni kama tunatoshana. Jamaa nani ndio mzazi hapa? So tukapata huyo principal na huyo Mwinamo. Piga discussion hapa, sema ndio yule kijana. Principal anamuuliza, ni huyu aliko kwa ile list. Mimi sijui hata list gani. Sawa. Na wewe aingie, aenda uchukue uniform. Yaani vitu zilifanyika hapo. Huyo mtu hizi kuspendigi hata shilingi moja. Kismart. Ile do nilikuja nilispend kwa mashopping zake, sasa na bed sheet nini. High school yake uniform sikubai. Principal alicommand akaletewa. Na hivyo ndio aliingia shule. Sasa mimi nauliza school fees, mimi kwanza unaona nilikuwa nishaenda Lang'ata, sasa tu nataka kunipeleka national hapo itakuwaje? Na sasa hizo pia kidogo inasumbua. Nikauliza school fees, akaniambia hiyo utakuwa unaleta vile umepata. Shinda hili gani? Ukileta 1,000 itakuwa tu sawa. Mimi nikasema ni sawa. Hivyo ndio vile Raya aliingia shule. Alisoma 3 years catch bila mimi kulipata bob. So akienda kuingia form 4, bio time tena watu wengi wameanza kuchoma mashule hii design unaona. Ikakuwa tena ni kama wameanza kuvuruga azia watu wa sports nini. Unajua Kachi ilikuwa na culture ya hockey, bake nini. Ikakuwa watu wa sports pia sasa walipe fee. Sasa hiyo mambo ya fee, mimi principal akaniambia sasa utalipa kutoka form 1. Sasa na Raya atakuwa kwa noma. Ile tu kivile Kisarani waweza tokea. Nikaona tena hii ni gani? Nikamwambia sasa nafaa kulipa hii ya form 4 juu hata ulimuadmit na ukaniambia niletange vile nimepata. Kuja na tafis peke yake. Nasema hapana, na akaniwokia out hapo akaniacha kwa ofisi yake. Mimi nikajua sasa hii ni noma. Nikaenda kwa education hapo Kachi, sijui hata mtu, lakini mengele kujitetea tu ya mzazi ikakuwa aingiani. Ikakuwa Mwinamo sasa ametoka Kachi ameenda Musingu. Akaniambia mlete Musingu. Tukaenda Musingu. Sasa Musingu nao akawa wanataka arudi badala ende form 4 a repeat form 3. Ndio at least wa capitalize. Sasa kijana pia akakataa, akaniambia dadi mimi repeat. Sasa kama tutafanyaje? Mimi nitakusaidiaje? Nikamwacha kwanza hapo Musingu, kwanza wanasema
sio anamtengezea barua ya admission nini. Mimi Roger nisha spend don nimeka kama catch almost wiki moja. Nikarudi mtaa. Nikamwacha kishi na Modijo hapo. Kuja kwanza nitafute tena maziwa. Ikachacha huko ikakuwa dada hapa hapana. Jamaa niacha hapa wanakuja jioni nini. Jana tena amechoka. Kwani mimi sisomi. Maswali sasa zimekuwa mingi. Na kuna brother yangu mmoja alikuwa Vihiga, alikuwa anafanya job Vihiga. So tukasikizana bro, wewe fanya hivi kabla hii barua itoke. Chukua kijana mkae naye ndio ikiiva tu mimi sasa ndio nirudi. Juu pia sitaki akae mtaani huko watu wanaona asomi. Akakaa Vihiga wiki kama 1 2, ikakuwa bado. Akanipigia tu weekend moja, dadi kwani unafikiriaje na mimi? Swali ngumu. Ikabidi nimetumia brodo nje ya home yuko mbali anaonekana ametupwa. Nikatuma transport, nikamwambia bro weka kijana kwa gari kuja mtaani kuja Nairobi. So hiyo kukuja ikakuwa nikaenda hapa Jogoo House. Kuna director mmoja akaniambia, "Huyu kijana si amepanda ndege ako na talent nini? Wewe mpeleke shule yote hata kama ni day amalize hiyo mwaka moja. Because kuna kitu ako nayo itamsaidia huko mbele." Itamsaidia mbele. Mimi nilikuwa ina make sense. Beshte yangu tena alikuwa coach wangu Peliko Faga. Faga nikaenda kwake akaniambia Faga amesoma AQ huko. Faga akaniambia Tura mleta Thao. Leta Thao kijana afanye interview aingie. Mimi huyo nilikuwa sidi chafuliza mpaka nikampiga Thao. Hiyo Thao kumpatia. Sioni akiita kijana amenyamaza. Nikaona hii nishaoshwa. Na ni jamaa amenicoach mimi. Amenicoach Peliko, ni coach wangu. Sasa mimi naona huyu jamaa hawezi nipiga bafu. Ikafika simu yake endi through. Kocha nikatafuta simu ya namba ya wifi yake, wifi yake alikuwa mtaani. So nikatafuta namba ya wifi yake, nikamwambia nani aje sipati coach kwa simu. Kanambia wewe fanya hivi mpigie saa 2 atakuwa ameingia. So nikatime saa 2 nikapiga nikampata. Nikamwambia kwani kunaendaje? Akanambia bado wewe tulia Monday nitakuita. Mpaka leo hiyo Monday haifi. Lakini wewe pia ulikuwa unakupeleka mtu ida. So ulikuwa unakupeleka mtu Jamu. Sasa alikoenda afanyishwe interview. Ushaichezwa. Unaona kwanza ushaambiwa kwanza hii ni ya interview, alafu sasa ndo tukuambie ni nini na nini. So mimi sijui mimi nikasema ni sawa. Tena ugam kwa shida. Sasa tena kijana ndio yako home. Sasa tena ule coach tule alinituma catch. Ule alikuwa na network ya catch. Alikuwa tena best Orero hapa Dago. Hiyo time Orero ndio principal Dagoreti. Akaniambia Tura mfanye hivi peleka mtu yeye nishaongea na Orero mpeleke Dago. Kwa sababu hizo Rael kwa na train na timu yao jamaa hapo mtaani. Sunrise. Mimi tena ndio huyo saa 8 mbio mpaka Dago. Nilikuwa hata sijuagi Dago, nilienda Dago kitambo sana. So kufika Dago ikakuwa kumbe kuna game. So yeye interview yake ilikuwa grau. Na ujue mimi niko kwa bench pale. Jusi ni interview lazima nione matokeo. So nikiwa hapo Rayo kapiga left ndani. Usione vile ni celebrate nilijua hii interview amepita. Yule na pressure narudiaje na tena home. Mguu imelipa so kutoka hapo ikakuwa kuja hata kumaliza game akaitwa hapo kumbe kuna DJ wa sports alikuwa mahali huko anakata maji huko nje kwa zile nini za huko hivi. Amesikia breaking news. Shapigwa breaking news huko kijana ni Stima huyu. Sasa tena nikaambiwa sijui mpeleke sijui wapi nikachukua boda hapo nikaenda. Orero anasema nini? Orero yuko hata kwa action. Yeye alikuwa nao mahandlers wake. So kuenda napata jamaa ameka kwa zina tabu anapiga vitu anasema nimeambiwa kijana amepiga bao sana huyu na hiyo height anamwangalia angalia. Hiyo height ni kama Olunga huyu atatusaidia huyu. Sasa yeye pia sema ndio alininio Olunga wakiwa na Orero hapa hili. Na ni kweli? Akaniambia akakwama na yeye. Kukwama na yeye mimi sana nikamwambia sasa nifanyaje? Akasema hapana huyu arudi. Wewe huyu akienda hata unaweza kosa kumrudisha. Weenda home. Weenda. Niambia sasa uniform itakuwaje? Tena mimi nilirudi kabla kijana yako mpaka na uniform full. Alafu kuna huyu best yake huyu yako Zamalek saa hii anaitwa kuna kijana alikuwa anacheza pia Sofapaka fullback tu. Ameingia juzi.
Jina yake na nini? Sasa Byron. Byron. Byron sasa alikuwa pia Kodago. So Byron alikuwa shachocha za huyu jamaa tulikuwa naye under 17. So kina Byron wakampanga hapo nikaona pia at least akona watu wanajua settle. Sasa hiyo vile nilimwacha Dago. Akapiga Dago. Orero akakwatana na resign anaenda kwa politics. Kumbe Orero by the time anatoka ajaregister mtu hii. So tena ile shida tu ya kachi karudi. Huu kijana huko mlipia kitu yote ndio unajua niliambia wewe muache tu hapa. Tena nikarudishwa. Usipomlipia hatutamregister. Sababu atipoe ikakuwa tena wameenda kucheza Kamtoyoyo na Rainbow because Dago alikuwa anacheza league. So akicheza Kamtoyoyo nani akamuona ukumbi. Coach. So mimi naona Rana ananipigia ananiambia na number stranger ananiambia dada ongea na ukumbi. Sasa ukumbi umetoana naye wapi? Tulikuwa tunacheza hapa Kamtoyoyo ameniona atakuongea na wewe. So ukumbi akaniongelesha akaambia nini mimi ndio ukumbi unanijua anambia nakujua mkuona. Because tulikuwa tuja interact. Anambia so kijana mimi amenifurahisha na namtaka tupatane lini tuongee mambo yake. Ukumbi coach Deadly silent. Pia silent. Mtu amecontribute sana pia kwa boli yake. Sana. So ukumbi ndiye akaniambia sasa kijana ndio huyu mimi namtaka Rainbow. Tumeshaongea na shule tutakuwa tunamchukua weekend. Anapiga game tunamrudisha shule. So alikuwa na organize transport, wanambeba na Uber wanamrudisha. Sasa sisi tuni communicate tu. Mmemchukua amerudi so kwa kisha at least ako fit. So kumbia kaniuliza sasa nini tunaweza fanya unatakaje? Nikamwambia mimi kama mzazi na mtu yako shule hii mwaka moja nyinyi mumlipie. Amalize. Mimi hakuna kitu kingine naweza piga bei kwa mtu hii. Hizo zingine si hao wanampata allowance kidogo ana nini. Kwa hivyo ndio vile akaingia Rainbow, akamaliza Dago. Sasa kutoka Dago ndio sasa ikakuwa ameingia kwa Rainbow ameenda sasa ameenda Dubai. Kutoka Dubai amerudi Tusker. Before assign Tusker alikuwa anafaa kwa alinidanganya pia because alikuwa anafaa kuwa anaenda States. So watu muona tu ni mpole lakini pia ni machachari. So ametoa mahali tu. Alikuwa anafaa ende States. Alikuwa mpata scholarship ya 4 years. So kuna jamaa mmoja anaitwa Nick Adwar. Alikuwa pia Tusker ako States huko. Sasa alikuwa anaongea tu na Rayo anaongea. So mimi Rayo kuja kaniambia dada ongea na huyu jamaa. So mimi nikaongea na jamaa akaniambia mimi fulani tukasonga tukapata pia alikuwa ashatengeneza ubeshti. Jamaa kanitumia hizo ma paperwork kanionyesha nini. Tukasukuma ikafika mbali nimelipa mpaka chapa zile zilikuwa zinatakikana. Akaenda kafanya exams pale Griffins akapita. Sasa ile doi imetumwa ya visa wale walami walituma doi ya visa anze ashughulikiwe kijana akaruka kichwa tena. Hata kwenda States. Mmoja mimi ananiambia dad mimi siende kusoma. Nikamuuliza utaka kwa nani kama utaka kusoma? Mimi sitaki kusoma sahi. Akaniambia dad sasa niko 19. Hii scholarship ni ya 4 years na kwa 23. Miaka yangu ya soko ya ball itakuwa imefanya nini? Meisha. Lakini mimi sasa nilikuwa naangalia pale atacheza ball na hiyo ndo kisma na atasoma. Sasa mimi naona ni hii tu. Mimi kwanza nikaita madhaki. Nikamwambia unasikia kijana wako, unajua tu naoma ikitokea unageuzia. Unageuzia kijana wako. Ongea naye huyu tutakosana naye mbaya sana. Akakwama. So hiyo reasoning alinipigia 4 years kidogo iliniingia. Nikamwambia sasa ile kitu tutafanya basi. Make sure you are the best. Na ile chapa yangu nitumia karibu ngiriso 2 na chuani. Hiyo utarudisha. Hiyo naye utarudi. Ile ulitumia ya preferential na process. Unajua sasa pale walikuwa wanakuambia nini unageuza tu ATM unasoma inakata. Unasoma kuja kupiga hesabu yapata nitumia hiyo process karibu ngiriso 2 na. Ambaye lazima urudishe. Juu ndio uliniletea majamaa mimi sikuwa. So hivyo ndio alikansoliwa mambo yake ya akaingia Tusker. Sasa hii ya Tusker mumpatia fair. Anaenda gym. Mimi najua anaenda gym. Kumbe ana train na Tusker. Unajua anaenda gym. Mimi najua ana prepare aende States. Sasa
Sasa kumbe yeye enda Gatizi, mimi sijui anaenda Tizi wapi. Lakini fare mimi natoa. Fare mimi natoa. Sasa siku moja ukumbini akanipigia, niko kwa ofisi hapo Kariakoo, akaniambia Budarayo, ni aje? Unajua kijana na trainer Tusker? Nikamwambia wapi? Akamwambia mimi hajaniambia. Akaniambia akacheka. Na aliachana na ukumbi wapi? Aliacha Rainbow wapi? Si sasa Rainbow ilikuja ni kama inafifia. Hiyo time Rainbow ilikuwa inafifia. Sasa yeye amemove Tusker, hata ukumbi pia amesikia. Chini ya maji, hapo anataka mtu ajue. So which means ukumbi akiteta haja kuniambia transaction haijafanywa vile inafaa. Sasa mimi nikaambia ukumbi fanya hivi, jioni narudi home. Wacha nipambane na yeye. Aniambia ukwe, yumpatia fare sijui mali anaenda, ndio niambia tu ameenda gym, anaenda wapi. So jioni nikamuita kama wewe mzae trainer Tusker. Ati dad. Mwanza tu kutrain nao juzi. Nimetrain nao siku 2. Wanasemaje? Wanaonyesha interest ya kunisign. Hata nilikuwa nataka kukuuliza. Hapa shanipiga Kiswahili. So uja sign? Asija sign. Mimi akili yangu iko states. Kama uja sign tulia kwanza. Kumbe za hizo alikuwa shapiga kalamu. Hiyo namuuliza ni Friday. Sato anapiga game ya kwanza. Anafalete release ya Rainbow. Sunday Tusker wanaenda pre-season UG. So he said alete release ama pia akatwe. Si mimi na amendanganya. So hiyo Sato church yetu siwaga na service ya ile ya kwanza ya Saturday ya kwanza ya mwezi asubuhi 6. So nikaenda church na madhake. Nimepitafuta Kere usiku hiyo Friday simpati. So Kere akarudi kunipigia simu hiyo Sato nikitoka church. Akamwambia coach, sebu niambie ukweli. Mtu hii naambiwa na train na Tusker. Kunaendaje? Akaniambia ati kutrain. Hata shapiga kalamu. Kijana leo anamtampea maana kijana kwa kutafuta ile hata nasikia ni mume na meno. Amepiga kalamu na bwana alipiga kalamu hata mimi nilishindwa. Auja pia aje jumuju wao mfuatilia mambo yake sana. Nikamwambia alinichenga. Alikuwa anafanya state. So aliona katisia utamconvince aende. Sasa fadhali apige hii anifunge. Ni noma. Ilibidi nikubali. Sasa kufika saa 8 nilikuwa na shughuli Ngara huko. Sasa kijana ananipigia. Unajua ajui nishaambiwa amesign. Sasa kunipigia ananiambia dad, si unge na ukumbi anipe release. Sasa tena kuingiza kwa ngori si. Sasa nikamuuliza, sasa nimekuwa budako. Wewe sasa ulienda ukapiga mpaka kalamu, salary yako ni pesa ngapi? Interest yako nani alikava? Unaona? Akaanza pona kama analia. Dadi bana nisaidie tu. Jamaa atanikata. Na mimi nataka kucheza Tusker. Nikakaa nikapiga ukumbi. Nikamwambia ukumbi bana. Saidia kijana. Akaniambia tura mimi hata niko kwa ndege naingia ndege naingia airport naenda Kisumu. Hata jamaa amenipigia masimu wako so unprofessional. Wanapigia simu wananisumbua na hao kuniongelesha. Nikamwambia ukumbi mtoi ni wetu. Wewe umenisaidia kulea mtoi, mimi pia mimi ni budaki. Na mimi pia niko tu kwa hiyo position wewe huko. Au kwa rada. So badala siku moja tulaumu, msaidie. Acheze hiyo Tusker. Sio ndio anataka. So ukumbi akasema sawa, nikishuka ndege hivi, nitaambia jamaa kuna use digital signatures lini atatengeza vitu zake hapo watumie Tusker. So hivyo ndio vile hiyo release ilitumwa. Kijana akaenda Kampala na akapiga bao tena. Hiyo game yake ya kwanza akapiga bao. So tukakubali. So mimi the next thing ni kwenda pale Tusker House kununua jezi ya Tusker. Kuvaa. Na mimi sipigagi maji lakini sasa ilibidi nivae. Na nipige hapo Ranoga Babogam namba 15. Sasa akaniingiza Tusker hivyo.
Ndio vile tulimsupport. Si ndio hiyo kismat yake ikatoka. Na so hivyo ndio alienda, hiyo ndio safari yake sasa mpaka sasa. Chana kapiga. So akaenda Majuu. So ameenda Majuu. Majuu si mafans wake tukakuwa concerned. Nao anaandika story na bana. Because kumekuwa na hiyo stuff hajakuwa na game time. Kwenda hiyo Wolfsburg AC, alafu sasa ameenda Belgium, timu ya Belgium na ameenda on loan ndo apate minutes sasa. Kwani nini rada? Because pia si tunashangaa mbona apate minutes? Shida ni competition ama form ni gani? Kwa mimi nadhani nikianalyze hiyo deal ya Austria hata ni mimi nilifanya. Because chani kiendelea watu walikuwa wanatafuta contacts zake direct. Na mimi nilikuwa naita mtu wa timing. Atakuwa na pressure hapa, Warabu wanasema tutakupatia 10 million na sasa kijana atashtuka hata tena hii ya William kumbe tena si kitu. So mimi tukajipanga hiyo pressure a direct simu zote kwa. Yeah, concentrate na nini? Na Chan. Unaona? Juu hapa do imekuja, fame imeanza, hizi tuzo zinakuja the same time. Haya Majuu pia after amefunga ile game ya Morocco ndio ilikuwa ya kwanza. After amefunga sasa simu hazitulii. Nani wamefiga Morocco? Nani? Sasa tena hata huko Morocco kwenyewe wanataka huyu kijana ametufunga huyu lazima tumchukue. So simu zinapigwa South Africa wapi kwa Arabu huko. Ushapigiwa simu mpaka kutoka Libya. Wamekuja na maziwa wananiambia kwanza wewe kuja tuko na 4 million hapa chukua hapa BBS. Isili. Hiyo kwanza ni yako tulize roho kwanza kama na nikuulize. Na nipeleke akili kwa ulipigwa tao wewe upiga hizi. Ulipigwa tao na achatu basi. Wewe upigane. So mambo imechemka hapa lakini sasa hapa kuna kipindi mingi. Kuna pia hii do naambiwa naweza funga mtu. Ati sijui niko na pesa kwa bag niko nayo hapa sasa wapi? Wapi? Tena kuna Mkenya mpaka ako involved hapo. Naona hii hapa. Hii hapa hii. Hapo kwa Mkenya unaweza fika hivi tena hapo kwa Mkenya ndio ile. Hapo niliharibu. Sasa tukawei hizo deal zote, tukawei alikwende Albania. Alikuwa amepata timu huko. Hiyo kana Amos Nondi. Akapata deal ya 4 years. Hiyo deal ya 4 years huyo jamaa pia anataka unajua sasa watu walikuwa wanakuja na mtu anakuambia niko na deal lakini kwanza nikuwa agent wa huyo jamaa. Unaona? So hiyo pressure inakuja tu hivyo. To sign deal. Lakini kwa before deal ndio hii, sasa ndio hii, mimi lazima nikuwe agent. Na watu wajui na tunaongea nao kwa simu. Unaona? So pressure iko kila mahali. Sasa ni kuwapanga tu. Juchana pia inaendelea so mimi napiga hesabu, wacha apige bao zingine. Manu inaweza kuja. Simu zikuja. Unaona? Badala ni rush chukue hii ya Morocco ama Libya. Na Manu inapiga. Alafu maybe apige hii wapige wafike hata finali ama semi. Tena apige bao watu wase Arsenal ndio ama Manu wanamtaka. So tukasema wacha tuibalance. Tuibalance tu pole pole mpaka tuone mali hii kitu inafika. So hivyo ndio vile niliplay. So ikafika wamepigwa hiyo quarters. Kaza lazima to make decision because tona imeisha. Sasa tona imeisha. Ni ripe ya kunegotiate. Sasa at least macho iko clear. Yeye pia ametulia sasa. Yeye pia ametulia. Ametoka injury amejitambua. So yeye pia ile confidence yake iko ako sawa. Sasa ikakuwa hizo nini zimekaa South Africa wapi but sasa ikakuwa hii Austria kidogo ni Majuu na make sense ni Majuu ni Europe. Na hakuna mzazi atakataa jana wake ende Europe. Na yeye pia anataka Europe. Because kwa hizo nini za Europe ilikuwa ni kuna moja ilikuwa ya Turkey ama kuna ilikuwa ni gani. Basi sasa tukianalyze tukaona hii ya Europe haina maziwa mingi sana but I think ni stage poa yake. So finally tulikufa na hiyo. So kukufa na hiyo tukakuwa tuko na issue pia kwa sababu kulikuwa na agent alikuwa nayo Sweden. Mwenye alikuwa ameshikana na Kanurigi. So sisi tuliona Mlami tukajiingiza tukasign 2 years. Unaona? So by the time ukijana anaitwa Austria, ule jamaa ameleta deal
ni Muisrael. Na yeye pia anasema sasa lazima akue agent. So ikabidi nipige Frank ule federation. Muza Frank sasa kama hii inaanduliwaje? Huyu Muisraeli pia anasema hatuwezi kubali mimi naleta deal, huyu jamaa wenyu ana deal, alafu mimi nimpatie ati maybe maziwa tena ataanza kukuapa na percentage zake. Lazima mumtoe. Mimi ni control. Kwanza nikatia Muisraeli underline Muisraeli. Nikasema kwanza hii tena ma sanctions za FIFA nini tena inaanza hapa huko kijana sijui na ma agent wangapi nini tena mambo imeanza. So nilikuwa nataka kukua clear because hiyo market mimi nilitoka kwa mambo ya ball nikarudi kwa siasa. So unajua sikuwa najua unafaa kudealaje, but kwa life yangu mujuaga kama na deal na maji, acha deal na maji mpaka tufike mahali tunafika. So hii mambo tena nimepiga hapa. So mimi naona ni kama nakosea ule Mswedish. Okay. Unaona? Yule Mswedish alikuwa shakuja mpaka hata Kenya. Kuna deal moja Raha akiwa Tusker alikuwa anataka kumpeleka Sweden, Tusker wakakataa. Walikujaga Tusker wakatupressure sana. So ule Mswedish pia tukamwambia na wewe pia huyu kijana amepiga chan ameshine ndio the talk of town. Hauna deal. Mimi simu yangu haili hapo. Wewe waacha. Tukavurugana hapo sio pia na deal moja mbaya sijui wapi huko. Rembe hii ni gani sasa? Arnold pia akamsomea wewe wacha. So unajua tunafanya hizo ma conference call. Arnold pia ana advice. Yeye pia kwa hapo in the picture. So finally tukakubali wacha tu terminate. Ule jamaa katisha sijui nitaenda FIFA nini. But sasa ikakuwa tumeadvisiwa kwa Afrika. Mwafrika anachukuliwa ni kama mtu wako less privileged. Unaona? So akipata nafasi wewe kama mtu uko Europe ufai kumgandamiza ufungie. Unaona? Because hiyo ni opportunity. Maybe inaweza kuja hivyo once na iende. So wakati tuliadvisiwa tukaambiwa vile tufanye, tukaandikia ule jamaa to terminate. Then huyu agent Muisraeli akasema in case of any legal sanctions yeye ndiye atapambana na ule jamaa. So si player atabeba hiyo burden. Okay, alimcushion. Yeah, so alimcushion. So tukasign. So wakati alisign nikaona imekuwa on paper, nikasema sasa wacha tuendelee. So hiyo ndio ilifanyika, ndio Raha akaenda wapi? Akaenda Austria. Sasa amefika Austria. Amekaa kidogo, tumeona amekaribishwa ambassador wa Kenya, deputy head of mission wa Kenya Austria anaitwa Madam Valerie. Alitutreat vizuri sana. Kwa hiyo tulikuwa tumeongea na yeye, akaniambia kijana wacha akuje, sisi tuko hapa, tutamhandle. Kisha nini, so alipanga watu wake. So Raha kishuka airport, the first people ali meet ni watu wa embassy. Akapelekwa embassy yetu. Kutoka hapo ndio club pia walikuwa pia wameshakaa sasa, wakafanya nini pamoja, then wakampeleka club. So niko na hii reception kwanza ni fiti sana. Mimi nikajua hii reception kama buda nimefurahia embassy. Sasa ndio huyo sasa ako pale Wolfsburg. Tumeshaona amepigwa jezi namba 11 sio 15 ile yetu. Bye. Nasema ni sawa. Hii pia ni ya gigs. So amepiga amewekwa kwa squad. I think game moja ama mbili. But ile kitu nimekuja kulana na hiyo move pia ilikuwa kama league ishaanza. Unaona? So yeye anaingia kwa kikosi yenye ishapiga philosophy yao wakianza. Wamejuana, coach anajua huyu ndio nani. So kuna Mkenya ametokea. Na pia walichange coach. Sasa hapo tena wakawa wamechange coach karibu, by the time anatoka huyo alikuwa coach wa 4. Niliona wamechange coach wa 4. So hiyo turnover, hiyo changes ya macoach na hiyo kuingia season pia mimi nikianalyze niko naona pia kidogo ili mdestabilize, because umekuja Austria, hujai kuja Austria. Haujatulia hata in terms of weather na nini. So mimi nadhani kama ilikuwa ni plan ya hii team wangefanya hiki tu Humphrey Aroko amefanyiwa. Wewe ingia, acha tukupeleke kwanza mahali hata maybe on loan, upige, uzoe, alafu ukuje.
Unaona, because deal yake ya Austria ni ya 3 years. Okay. But nakawa kuwa na plan watamhandolaji. Okay. Unaona, so yeye amekuja ako hiyo senior team. Sasa hata kitu ilikuja kuchangia ni hizi ma FIFA series kidogo amekaa hivi, Makati amemuita. So mimi kuna zile namwambia wewe hapa Kenya ushatengeza jina, lakini Austria kitabu yako bado haijaguzwa. So tengeza jina pale, ambia ongea na Makati juu ni mtu wako, ongea tu na yeye mwambie niache ni settle hapa kwanza. At least niweze kunisaidia pia kiklabu. Sasa hiyo ni relationship ya coach na player. Because sasa hizo game walikuwa wanacheza hizo ma qualifiers za World Cup ziko sasa kupeleka Kenya mahali. Sasa unaona hizo game zote ilikuwa ni Ogama kwa wapi kuja. Na huko amefunga bao ama bado? Huko hajafunga. Hajapata. Sasa amekuja hapa amefunga. By the time anarudi huko una wiki kama 2. Wale jamaa tena wamesonga. Unaona? So mimi niliona hiyo kidogo ilikuwa ina interfere. Kuna vile player anafaa kuwa na plan ya ni game gani naenda kucheza. Okay, watu wanasema ni maringo, but in terms of planning yako na kusettle ni kama sasa ndio ameenda Belgium. Alafu next week usikia Harambee iko na friendly ameitwa. Baada ya settle Belgium. Haja settle pale. Unaona? So unajua itakuja muinterrupt because hapa maybe atakuja hizo friendly zoitwa kama 1 week before. So kuja hapo upige hii wiki moja ya tizi, alafu ndio muende mpige friendly, so ume lose 2 weeks. Ukirudi ile side wale jamaa tena wamesonga. Unaona? So mimi niliona hiyo pattern niliinterfere naye sana. But kuna mali nilimuadvise hata mwenyewe akanitia zi. Nilimwambia kuna game naona hapa naona hata ni unnecessary. Ongea tu na coach. Na hata tukaongea na nani na huyu assistant coach Modo. Nikamwambia Modo akaniambia hata mimi na support. Hizo kukuja pia zinainterfere na kijana. Unaona? Sasa ikakuwa jamaa hawamchezeshi. Na hivyo vile mchezeshi pressure pia mafans huko Kenya. Because wa Kenya walikuja wakaingia kwa hiyo wall ya Wolfsburg ni kama ya Kisumu. Ndio sisi hawa. Ya huko wanaongea tu. Wewe hizo gam. Kama mtaki mturuhusi. Umedo gam sijui ya cook. Nini mimi siudanganyi senior out of ile pressure niliona kwa social media. Siku hizi hata mtu akiweka kitu yake si commenting tu hivi. Ujuangi ni damage gani unakosia msee. Neba hiyo ni lesson kubwa. Ujuangi ni damage gani unakosa. Ilifika mahali mpaka kuna relative wetu. Siwezi sema jina ama ni wasaidi gani lakini relative. Anasema hata without Ogam. These guys are winning. Wolfsburg. Hizo game ndo kuna time walikuwa wanashinda. Anasema si unajua Kenya wanauliza umeshinda lakini wapi mtoto wetu. So unaona relative yake moja very close amecomment. Anasema hata without him timu yao inashinda. Kumbe huyu jamaa alikuwa na beef. Hizi mamilioni William alikuwa anapeana hapa vijana hatukumgawia. Black tax Georgia. Heshimu black tax. Unaona? Sasa pressure ile ya family ya tunafaa tuite watu. Wewe upigwe ngiri yako so wewe upangwe so mbili wewe ni wachuani. Hata labda ni thao si hata mingi. Bora tu kapitie. So mimi nikiangalia nilikuwa naona ukijana hizo machapani I invest. Unaona? Ni kweli? Wewe ulimguide vizuri na ikakuwa kuna property pia akwage na unaona important sana. Boss mimi kuandaka mimi nimwambia mimi niko na mali yangu na hii ni yangu. Nimetafuta nimehustle. Sitaki sasa zile tena ati wewe ulipata maziwa leo utakuja kungangania hizi zangu. Mimi hizi zangu mimi ndio ndawapanga. So ukamguide akainvest. So unajua family hawajui hao na hata ni kama sisi tumesosido. Kuna vitu zingine huwezi tangazia kila. Exactly. Hizo ni so but hiyo sasa amecheza hapo Austria. Ikakuwa pressure iko. Na akisoma hizo comments yale alikuaje? Anasoma comments hapo kwa mental situation. Tumeongea naye sana na mimi nashukuru God sana. Na tu mtu ya ku break down. Because ile hii period ya Austria angepigwa na depression. Angepigwa na depression. Umetoka hata kitokea hizo FIFA series amefunga game 2. Akifika Austria hivi amerudishwa junior team.
Unaona? Alafu hiyo junior team wale jamaa structure zao kidogo ziko sawa. Hiyo junior team, huyu coach bado ndio dere wa team nini, hiyo ndio ile structure yao iko. Nilikuja ku realize hivyo. Niko na hii kwani tuko tena kijiji hapa nini? Sasa siku moja ananipigia, nilikuwa nimeenda Ocha, niko Kisumu. Ananipigia. Nikasikia sauti yake, unajua mtu yako utajua zile. Kweli. Dad, niambia uko sawa? Akaniambia siko sawa. Direct. Ni nini? Niambia nimesikia sauti, najua kuna uko sawa. Ni nini? Akaniambia sasa jamaa wamenipeleka Tizi, hawajatukujia. Ugozo walikuwa wamepewa apartments huko. Hawajanikujia sasa. Wametupeleka kwa hostel za watoi, timu yetu ya watoi huko. Sasa dad, mimi ni professional, kwa nini niende ni nilale na watoi na niko na hao yangu? Seriously. So mimi nikaangalia, nikaingiza umta. Nikamwambia mimi sioni issue hapo. Niambia kwani wewe ukikuja mtaani Rao bado anaishi kwangu. Nisema nilimwambia namrelease akifanya wedding. Bado watu piga ma wedding. Atapiga wedding anamsupa. Dadi ma wedding zilishwa. So unajua mimi nilipiga yangu ya kijiji huko. Ile ya kuchukua tu, sinikwambia vile tulichukua na nyuma ya pickup huko tumeanza. So ikafika mahali nikaformalize vitu. So mimi nilipiga wedding yangu 2018. Raki wa 8. So nikaset bar. Sasa hakuna mtu ataenda chini hapo. Sasa yeye pia lazima apige wedding. Pia mimi nawaombea. So niwaambia ukitaka kutoka hapa wedding lazima tufuate mpango vile nafaa kukua. Usichukue mtoi wa mtu, but it's out of experience. It's out of experience. Una best yangu amechukua dem, wameishi na ajai atenda kwa kino dem. Unaona? Dem pia ajai enda kwa kina ujama. As unfortunately dem alidai. Unaona? Inabidi dem apelekwe kwao. Sasa ikakuwa hizi dem atazikwa Lang'ata, ikakuwa nini pressure tukapiga. Au dem lazima azikwe kwenyu. So kufika huko siku ya mazishi huyu jamaa alikuwa anaambiwa wewe. Yaani umetuletea msichana sasa zile yako kwa coffin. Alafu dem alikuwa gospel artist. So wimbo zake zimechezwa usiku. Waluya wakasema yani umetuletea marehemu sasa zile. Hizi tungemleta kiwa hai tuimbie hizi wimbo. So ule jamaa akajam. Mimi pia sasa ile nilikuwa mtu wangu, na pia sasa ile nilichukua mic nikamwambia je, pia mtu wangu wewe umefanya mambo gani? Umefanya mambo je ipo lekata mama Ocha bana. So alisaidiwa tu hapo dema kazikwa. Unaona? Because stability ukiangalia mtu kama David Beckham for example, kuna miaka. Ule ni jamaa alikuwa ni star, but pia alikam out open sana about family. Yes. Unaona? Which was a strength. Wangu mimi nikiangalia. Imembuild that player mpaka saa hii. Player kiwa pia uko na hiyo fame na uko na stability ya family. Inasaidia sana. Kweli. Unaona? Sisi tumeona hizi manoma za wachezaji wakina Hakim. Sijui ulikuwa na girlfriend kidogo ulieka mali kwa mother. So dem amepiga anasema tuachane, akifikiria kuna 10% pale anapata kila kitu iko kwa mother. Hakim lipua. Watu kama wakina Ebue wamesafa na hizo vitu. Umecheza boli yako miaka mingi, sasa zile unafaa kukula reward yako. Divorce alafu sasa na masanction. Scandal. Unaona? So me I believe that hata ama footballers at a very early mira akona dem, na kuna wa kwanza nilitimua. Juu alikuwa ni mjuaji. Na kwanza nilitimua. Unatujaje dem sana? Naambia mpaka nitampiga ridhe mbaya sana sitaki kumuona. Ilikuwa ni noma. Uliambia Rayo sitaki kuona ule. Kijana akaniambia dad umesema hivyo. Mbona? Dad sasa mimi siwezi make decision yangu. Hadi ya dem. Nikamwambia ni yako bwana. Kuna decision una make. Ulijua huo dem mama? Nilikuwa namjua. Ama wewe sasa unajua historia. Tunajua anakaa naye na mimi napima. So mimi niambia dem mimi sitakufukuza, lakini nataka kuona value gani una add kwa maisha kijana. Kama unampeleka hapo ndaona tu.
Kama unampeleka poa ndaona. Kama wewe ni wa minus pia sana ndaona tu. So nika realize ni wa minus. Wa minus. Alafu kumbe si tukiwa hivyo tukipiga masimu unakuja nikaambiwa huyu hata siku hizi tena anaambia kijana asiende TZ asifanye nini. So ilifika ameanza paka kuinterfere na performance yake. So nikatimu kitumwe kijana kajamu na mimi akataka paka kuhama piga maandamano hapo. Siku hizo niambia dad ulinisaidia sana. Alipata mwingine some straight. Ulinisaidia sana. Ode mwako naye ni mpoa. Tuna monitor though pia mimi niambia bado sijaweka tika 100% kuangalia. Sasa unajua pia amekuja saa zile ni mtu alijuana naye walisoma think pamoja. So alijuana naye kitambo. Sasa pia amekuwa kwezi ma difficulties sana na injury task nini amekuwa amekuwa akipiga chani huko ameenda majui huko sasa ni kummonitor tu wanaweza kuwa na excitement ile ya ujenzi wanaishi naye huko yeye yuko huko awe tena yuko huko distance una monitor pia distance sasa mambo pia tumepanga fiti tumempanga CCTV ziko mpanga ni dem poa. Naweza sema hivyo. Generation ya saizi. Sasa ana settle parliament sasa Belgium mama. So Belgium niliona video hapa ametoa na kako happy sana. So unaona hiyo pressure. Reason ya kumwona kismile. Niliona video akisema yule alinipigia mpaka video akiwa kwa Kenya huyo best yangu huyo ndio anda kwa agent wake pia. Ni jamaa tu yani jamaa alikuwa amemfuata sana kutoka ile time ya chana. So niko jamaa na passion sana na huyu kijana. Haja give up kutoka ile last year. Amefuatilia kijana, amefuatilia. Sasa juzi wakitaka ku break season, huyu jamaa alitoka Belgium akasafiri mpaka Austria na weekend kuangalia kijana ako aja kanambia buda mimi hata kama yeye ni Belgium kaambia hata kama huyu kijana ulikataa kunipatia mimi nampenda acha tu mimi napenda familia yenu mimi nataka kumsaidia tu yeye jamaa sioni wakimtreat right. So nikamwambia tutafanyaje so tukapiga deal yetu kidogo hapo ule tutahandle hiyo kitu akaniambia kuna timu ya Belgium inamtaka na huyo sporting director ni best yangu sana so nataka nitumie hiyo network tuone vile tunaweza mtoa huku aende Belgium. So mimi pia nikamwambia mimi vile naona tu approach kisheria kidogo. Hii background yangu ya kukua mahakama vile nisaidie tu kwa time fulani tulifanya job mahakama. So kidogo sheria ikakuwa ni kama tumeikunywa. Sasa nikamwambia mimi vile naona wewe ambia hiyo club ikupatie mandate. Urepresent club, usirepresent kijana. Because currently ako na agent. Okay. Na huyu agent Mwisraeli pia alikuwa amepiga 2 years. Nafaisha next year. So nikajua huyu Mwisraeli alikuwa shughuliki sana kijana. Hizo zote zifanyike. Yeye yule anangoja asikie jina imepiga mabao umeshuta natokea. Because hiyo team alikuwa na vijana karibu 5. The same team. Hiyo Osberger. Kuna vijana karibu 5 wa Nigeria hapo wa Ghana nini ameleta. Sasa kumbe yeye pia kuna ubete na sporting director wa Wolfsburg. Sasa akileta player kuna vile ukula. So ni mradi yao wawili. Ndio hiyo. Sasa wakati niligundua nikaona nikaanza kumtumia tu message. Nikamvuruga wewe kwenda nini nileta tu ile umtaa. Wewe ushughulikie kijana wangu. Kumbe mimi nishajua nachora huko unachora Belgium. Wewe ushughulikie kijana wangu. Mimi niliandofa kijana wangu ndio kama babake huko. Nafaa kuwa nasikia umemtembelea, umempigia simu, nini anaendeleaje. Then una link na team na coach na sporting director kujua weakness yao kijana iko wapi, anafaa kuimprove wapi. Unaona? Lakini sasa uko quiet. Sasa the last thing aliniambia hata team wameniambia nimtafutie ikifika sama nimtafutie club. Ukasema tu thanks. So wakati alisema hivyo na akanitumia unajua tunaongea naye tuna chat naye so ni message. Nikasema hii ndio natumia. Belgium. So nikasema hata huyu jamaa alikuwa shasema timu haimtaki anafaa akipata club ampeleke.
So nikaambia jamaa wewe fanya hivyo, act on behalf of hiyo club ya Belgium. Sasa we deal na club direct. Na tukampatia contact ya sporting director. So wakapiga. On the side shows mimi naye napeana huyu agent notice of termination. Nikamwambia mimi kama buda kwanza nimeraise complaint. Niko worried mtu wangu life yake sijui iko aje na kwa nchi nyingine mimi siko hapo, wewe ushughuliki. Na ukiangalia article 1 ya hiyo agreement ilikuwa inasema agent lazima angalie first the interest of the player. Hiyo ndio kazi yake, because huyo player ndio dosi wake. Kweli. But my agent wengi wanageuza au ndio madosi player, especially sisi wa Afrika. Player uko sasa ni kama wewe tena wewe una worshipuje wewe uchezage. So alikuwa na ile mentality wa Afrika ni poor na wamefanywa favor na kufika mahali wamefika. It's a big deal. So mimi nikamuonyesha bro, I'm not a poor man. Na hata kama ningekuwa poor mimi ni ule niko sawa, nikae na mtu wangu nijue ako sawa kuliko anahangaika huko na sijui nini inaendelea. So you either umsaidie ama uship out. Ukavurugana akarudi kwa Rayo akaambia Rayo tell your dad awache kucommunicate na mimi. Hata kwambia Rayo. Rayo sana je. Sasa Rayo naye kwanza ndiye amejama naye mbaya, ananiambia dad finya tu hapo. Watu wa mtaa. Finya tu hapo. So leta umo. So tulimvuruga. Tukamwandikia kwa hiyo mandate agreement inasema any communication yenye imefanywa through email inakuwa counted as an official communication. Exactly. Na ikimaliza 24 hours whether umerespond ama hujarespond ina count that yes hiyo agreement. Unaona. So wakati niliona hiyo clause nikaambia Rayo sasa mtumie pia wewe hiyo notice ya termination na tukakuotea hizo sheria za huko. So hakuwahi ongea. Acha kuwasumbua. Hakuwahi ongea because alikuwa shatisha sijui mkiambia hiyo dada mkijaribu hivyo nitaenda FIFA nitafanya. So hivyo ndio vile tulimsideline akanyamaza. Huyu jamaa naka kwa anapambana na sporting director na because tulijua sasa interest watakujua sisi tunajofetia huyu kijana. Wakikataa kumpeleka on loan ama kumuuza wanafaa kuwa na plan yake. So tulikuwa tunataka kutestio. Wakimpeleka pia tutajua mahali wamemweka. Unaona? Tukaambia jamaa waenda full length. So finally waka agree na ni deal ile iko na option ya kukuwa permanent. Okay. But ni 1 year from July mpaka July next year. Wonderful. So watakuwa Belgium na hiyo June next year. Itakuwa almost the same time yenye wanakuja kucheza AFCON. But hesabu yangu ilikuwa ni aende hiyo Belgium, God msaidie apate hiyo playing time ashine. Unaona? Hata shine. Niliona venye ako happy. Because naona sasa ako relaxed. Ako relaxed. Treatment ile amepewa ako relaxed, naona sasa amefunguka atacheza ball. So as a father niliona hiyo ilikuwa very important. So watu wasichukulia sijui ameenda down amerudi nyuma. Kile tulikuwa tunatafuta ni hiyo playing time. And especially you know hata Benny, coach Benny alicomment. Akasema amefurahia. Okay, hiyo that was a good decision. Wonderful. Na ukiangalia structure za Belgium kidogo ukicompare na Austria, Belgium wako a bit serious na ball. Kina Lukaku wako a bit serious na ball. De Bruyne. So we are only praying that sahi wako camp. Walianza camp on leo ni lini? Wednesday. Walianza Monday. Hiyo pre-season camp. So Monday walipigwa road huko, wameenda mabeach huko, tukiongea naye usiku akamwambia dad noma. Amechoka. Naambia muscles zina pull kidogo, akamwambia pia unajua umekaa. Kwa hapa Kenya alikuja amekaa karibu 1.5 months hajaika hivyo. Tangu wa break. But sasa baijana tata tumeona picha. Anapiga ball, basi wewe endelea. Atakuwa fit. So hiyo ndio jani yake sasa. Akienda Man U.